his father, who is covered by a blessing that can not be broken, the curses goes to the children, just as what happened to David. What he did, God was not happy with it. Instead, ilirushwa kwa nani? Kwa watoto. So Canaan ndiye alibeba kasi ya baba yake Ham. So Jerusalem imejengwa kwa shamba ya nani? Ya Canaan. So Jerusalem imejengwa in a curse. Did you get me now? Jerusalem imejengwa in a land called Canaan, and Canaan is carrying a curse. Therefore, your nativity and the birth, you are umezaliwa kwenye shamba iliyo na laana. Twende number 2. Inasema nini? Inasema your father was an Amorite and your mother was a Hittite. Who is a Hittite? In the Bible, what role did the Hittites do? They rejected God. They fought God. They disobeyed God. They believed in idols. That's the Hittites. And the Amorites, they're the people who fought against the men of God. So your father is an origin of God haters, the people who do not want God. The same as your mother is an origination of them, and your land where you come from is based on a curse. So what kind of a product are you? What kind of a product are you? It's a product of 3 things: a land that is cursed, a mother that is a hater of God, a father that is so disobedient. So they produce something that is more dangerous. Hallelujah. And then we go further. The Bible says that as for your nativity, on the day you were born, your navel cord was not cut, nor were you washed in water to cleanse you. Your navel cord ni mkonyo. When you are born, you are not cut, meaning the story of your father, the curses of your father, the curses of your mother, the curses of the land has not been disconnected from you. So whatever that is happening around you, it is still what belongs to where you belong. So the suffering you are going through is not because you deserve to suffer, but your connection from your land where you come from to the people around you, your parents, have caused you to suffer because you have not been disconnected from them. And you are not washed. The children, when mtoto akizaliwa anasafishwa, damu ile inatoka ndio akue fresh. Unakatwa kitofu ndio ukatanishwe na tumbo ya mama yako, so that you can depend, ukue independent. So most of you are suffering the challenges that you were created, that the land that you have found. Baba yako alikuwa mwizi, baba yako alikuwa muiwaji, baba yako alikuwa maumau, baba yako alikuwa nini, mama yako alikuwa prostitute. That is a foundation that you are operating on. So ukienda sasa kutafuta sasa nimeokoka, bado the foundation is holding you. You are being held, you are being controlled. But you are saved, yes. Me, I'm a preacher, I'm preaching here. But my grandfather alikuwa muganga, my shosho alikuwa muganga. What will come of me here? Na uganga wote kwa shamba yetu imewekwa mauganga, because where the altar of uganga iko kwa hiyo shamba, that is an altar. That soil, it is operating under uganga, meaning hata sisi tumelelewa huko, tumelelewa under a product of uganga. Tutakuwa waganga na tutaishi waganga. Sasa nimekuja, nimeokoka, nimewekelewa mkono na nganga, hatukuvunja hiyo madhabahu. What will I be doing here? Takuwa nikirusha uganga. Bituko zangu zote hapa nitakuwa nikifanya kiuganga. That is why unaona kuna wachungaji wanafanya kama waganga. It's not your fault. Hajajijua, disconnect. Disconnect from the dominations za kifamilia. That is the problem and the challenges we are facing. Yesu wakati alizaliwa alipitishiwa katika mazingira, tabia na mila za familia zao, na akasafishwa na akawekwa kwenye mazingira mazuri ambayo yalipendeza Mungu, na akaachanishwa, kisha akapelekwa kwenye sinagogi kufundishwa. That is why he had the word in him. When the devil tried to try him, alimwambia Satan alimwambia it is written, na yeye akamwambia it is written. You can never say it is written if you don't know where it is written.
You must be grounded on the word. And to be grounded on the word, you must be free. You can never be free if you are still held by the foundations za kifamilia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why wakati huyu mjamaa alileta vitu zake hapa, simuliona wale walikuwa kanisani. Alipoleta vitu zake niliziwekelea, sikukubali aweke hapa. Niliziwekelea hapa kwa sababu hii madhabahu ndio baba yangu ya kiroho alikuja akasimama. Bishop Harrison Ng'ang'a alikuja akasimama hapa. So under his grace, I didn't take it. Mimi nilivunja, si mimi nilichoma. I stood here. Immediately zilipowekelewa hapa nilimuuliza, what is the quantity? How much do you think you spend on this? Tukacalculate kila kitu ilifika ngapi? 13,000. 14. Yes. Tukafanya hesabu zikafika 14,000. Mimi nikachukua simu yangu nikatumia babangu wa kiroho sadaka ya 20,000. Because hii ni altar ya 15,000, I have to raise a higher altar ndio ikue conquered. Bwana Yesu asifiwe sana. Altars is not about Christianity, it's a principle of the kingdom of heaven. Wahindi wanatoa, the Indians they have their altars and a very successful one. Chinese they have their altars, very successful one. Wanakuja kujenga barabara, wanachimba shimo, wanawaitisha mpeleke nguruwe. Wanachimba, wanamwaga huko, wanazichoma zote. That's an altar. Hiyo barabara hawatapatana na accident. An altar is not about Christianity. Wherever men and women of God katika Biblia, mahali popote Musa alienda aliinua madhabahu. He built an altar. Where Isaac went, he built an altar. Where Jacob went, wherever they went, they built an altar. How many altars have you built? Atueni Mkristo. Sisi ni watu wa redeemed. Sisi ni watu wa deliverance. No! An altar is wherever you go. An altar is meant to defend and fight for you. Where you go utaenda. Wao wasichana unaona wanaenda huko kwa Taru na wengine wanaenda huko, wanapata mashida huko. Kile kitu kinafanyika hapa and I want to meet. I'm really looking for them. Nimeita chairman wao. Huyo wa hizo vitu za kupeleka watu huko. They take these children wanampeleka kwa hostel. Kuwa train mwezi mzima. Kutrain venye utaenda kubehave, venye utaenda kuvaa, venye utaenda kukaa na buibui, venye utaenda kukaa na, but they don't touch the word of God in the training. They don't teach them. They don't tell them you are going to another territory and every territory has an altar. Every territory you go. Wakati ulitoka kwenu Meru ukakuja Nairobi kuna madhabahu ya Nairobi. Kwenu kuna madhabahu. Nikitoka hapa niende Meru lazima niende nizungumzie mchaga ya Meru niwaambie nikubali. Na nitoe sadaka, nitafute mchungaji, nitafute mtu wa Mungu wako huko mkubwa, nimtume sadaka kwake. I don't need to know him. Nitume sadaka kwake. Na sitamwambia ni ya nini. Nitatuma sadaka kwa sababu nimezungumzia mchanga. Nimeambia mchaga nikubali. Nikule matunda yako. Waarabu kule wametoa madhabahu ya land yao. Wametoa madhabahu for their land to benefit their children. We pray hii shamba umenunua, hii nyumba nimejenga iwe baraka kwa watoto wangu. So and nikaita mchungaji akakuja akadedicate nyumba. Hiyo ni madhabahu niliinua for my children, ni matunda hii watoto wangu wakule. Mtoto mwingine hawezi akakula hiyo matunda. Sasa umetoka hapa kwa Arabu uende utume pesa, utumie mama yako ajenge nyumba wapi? Wanatumanga zikikuliwa. Unatoka huku nakuja nakuta mama yako mwenye kukuzaa amekula pesa yako. Kama huyu yake ilikuliwa yote. Ama ni uongo. Ni kweli? Jakuliwa? Ama hujaienda huko? Oh. Nimeona venye umestuka ni kama yake ilikuliwa. So if you go to any land, that land has an altar that was raised by the fathers of the land. And the fathers of the land, kuna maneno walizungumzia hiyo land na wakaiambia hii land ni kwa sababu ya watoto wetu. So wewe na ujuaji yako umetoka hapo umeenda Amerika. Ati unaenda kupora pesa huko ukituma. No. The fathers of America, those unakwenda noti yao imeandikwa in God we trust. Because America is run by two forces. Both Freemasons and the God people. The foundation of America ilipelekwa na missionaries ambao walitoka Ireland na wengine walitoka UK. Lakini pia kwenye misingi ya mateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye misingi ya nani?
Kia mazingi yameteka kwa sababu Afrika walishikwa, wakapelekwa wakiwa slaves. Kwenye misingi ya slave ndio naona hata ukienda huko ukiwa Mkenya, hata kama msoma, utaenda lazima utatumika kama slave. Lakini wale the originally from Ireland, originally from UK, how unakuta they control the economy, but the people who supersedes everybody ni wale wametoka Israel. They are the one who runs the economy of the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they took and tapped the blessings of Abraham. So until you know that secret, wacha kungangana. Ukikuja kanisa hii uingie kanisa hii, wacha kuja kurukaruka kwa hii madhabahu. Hujui ni nini nimefanya hapa, hujui ni sakadaka ngapi. Nikileta Bishop Harrison Nganga akuja hapa, unajua nilifanya nini? Unajua ni sakadaka ngapi nilitoa? Alafu unakuja hapa, unakuja unaanza kurukaruka hapa. You must understand the dynamics of every altar. You must understand the dynamics of Nairobi. Kuna watu wamekuja hapa juzi tu, the other day amekuja 3 weeks, unasikia kuna milioni 20. Na wewe uko hapa 20 years. Huyo amekuja 3 weeks na kuja unapaga laini hapo unatafuta kazi. Unasema hii na hiyo kijana ako na akili mingi. Bako na shida na uko na degree. Yeye hana degree, amefika form 4. Na unasema ako na akili mingi. Hapana, akitoka kwao, alitoka kwao akanenewa baraka. Akikuja hapa alijua baba yake ama mama yake alimfundisha. Na alipokuja hapa ardhi ikamkubali. Madhabahu lazima ikukubali ndio ikupatie chakula. Ndio naonaga muidi asubuhi akifungua duka, hakubariki Mwafrika ingie. Yeye anafungua, wanafuga, wanaingia huko ndani. Wanafanya vitu zao, alafu wanawafungulia. Alikuwa akikuita kondoo, wewe toka, jinga sana wewe toka. Utafanya. Alafu saa 7 unatoka hapo nakuta yule mama wa ndoo, yule ndoo mbili amebeba ndoo moja ya maharagwe na kitabu ya kuja 4,000 shillings. Na hajui Mungu, na hajui Yesu, na haidi biguni. Lakini wewe unaenda biguni, unapaga laini hapo nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka unafanya madhara na bio leo sikulipi, kutoka last week hujalipa. Na ile pesa hujalipa ni shilingi 300 ama 200. Na ni nini? Ni supu ya maharagwe. Ni supu ya maharagwe. Ndio unafanya, unaangalia hivi unaona huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujui hiyo maji ilichoto wapi ikachamusa hiyo maharagwe. Labda ilichoto ya sewage. Ilikuwa na sura mzuri. Na huyo mtu haendi bikuni. Na hiyo za hiyo ni mrakone. Unasiomora. Blessings is not Christianity. Abraham was not a Christian. Moses was not a Christian. Isaac was not a Christian. Isaac aliambiwa na Mungu usiende Egypt. Go back. Akasakambia Mungu where? Uko kwenye desert 6 years akuko kumenyahu. He raised and the man akalima kukiwa na jua. Na akavuna kukiwa na jua. And the Bible says and the man became rich. Why? Because of the blessings of his father. The blessings of Abraham. Wherever they went, they received. Wherever they went, they made it. They were not Christians. Ama walikuwa Kristo? They were not. So you must be able to understand, to differentiate the principles of the kingdom. Whoever applies the principle of the kingdom wins the battle. Huyu mama akaenda, huyu sasa nikutumie. Huyu ni mganga. Huyu mama akuyu msichana akuje kwangu pastor na shilingi 1,000. Huyu mama aende kwa huyu mganga na shilingi 10,000. Ya huyu ndio itafanya kazi. Irrespect hata nikiita Yesu mgani. Ya huyu ndio itafanya kazi. That's the principle of the kingdom. Dictates. Ile sacrifice imetolewa ya juu kuliko ile nyingine ndio inafanya kazi. Kuna huyu mfalme Elisha alitabiria wana wa Israeli, mkienda mtapigana vita na mtashinda. Na wakaenda wakapigana na wakashinda. Dikifika jioni mfalme wa Filisti wakati aliona tunashindwa, alikamata his own son. Akamgongesha kwa ukuta, akamuua, akamtoa kafara. Kutoka hapo wana wa Israeli walilia kama watoto. Irrespective prophet alikuwa amesema namna gani, walilia kama watoto na akawashinda. Na wakarudi kwa prophet, wakasema, prophet akawaambia huyu alitoa sadaka ya juu. Ndio unaona wachawi they are thriving. Wewe Mkristo unakaa huko unatembea mguu hapa mpaka kiatu imeenda hivi. You know, to understand the secrets of the kingdom, it is by sacrificing.
Be a sacrificer. Every time whatever you do, sacrifice. That is hiyo ndio principle inaona inatumiwa na watu wa insurance companies. That's a sacrifice. When you buy your car, unawapatia 8,000. Wanakaa nayo tu. Maombi yao ni kali yako isifanye accident. Na ikifika wakati wa kulipa Januari hiyo ingine, kasimu ndio hako. Tunakukumbusha date imefika. That's a sacrifice. Hiyo walichukua kwa Biblia. A sacrifice is an insurance. It protects you. When you get an injury, unaenda kwa insurance, unaambia this is the injury, wanakupima naona kweli, wanasema lipa huyu mtu hii pesa. That is the role of the sacrifice in your life. Wachana na ujinga mingi na ukristo mingi. Wachana nayo. Do sacrifices. Offering is your own violation. Wewe mwenyewe. Una discuss na wewe mwenyewe. Unasema nataka hii kanisa nataka kuinunulia viti 20. That's an offering. Ninataka kusaidia kanisa, nataka kusaidia project ya kanisa na shilingi 20,000. That's an offering. But when it comes to a sacrifice, God will command you. God will tell you what to give. You just go to the mountain, your prayer, and also make sure in your house there is an altar. Kwa nyumba yako. Make one kona pale, kakona pale. Venye unaonanga hawa Waislamu wametushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamebeba mkeka mahali popote anaenda, amebeba mkeka. Huo mkeka ndio altar yake. Akifika mahali saa 7 ikifika, anatandika mkeka, anafanya moduru yake, anafanya urahu akubaru, oronono, kisha maneno, anaingia kwa gari yake anaenda. Wewe na shida hapa na maombi kutoka asubuhi, ukienda nyumbani unaenda ukinini. Angalia wamechukua Nairobi mzima. Wamechukua Nairobi mzima. Wamechukua sasa Kiambu mzima. Wamechukua Nyeri, wamechukua Kisii, wamechukua Kisumu, they are all over. Waenda Zambia nilikuta town mzima Lusaka, yote wamechukua. Waenda South Africa Pretoria, wamechukua hawa kutoka Isiri. Si wa kwingine kutoka Isiri. Enda Zambia utakuta street. Kuna Muislamu mmoja alinipigia simu ni muombe. Ako Zambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they know the power and the mysteries of the altar. Angalia kanisa inaitwa Winners Chapel. Winners Chapel, wherever they go, they thrive. Because they understand the mysteries of the altar. It is not about, they teach the word deeply. Now whatever they teach, it is a mystery. Whatever they are teaching the mysteries of the kingdom. So when you understand the mysteries of the kingdom, you understand how to live in this world. Because you must know how to live in this world. You just don't live in this world just like that way. There are so many people, there are many competitors. Wachawi, they are competing with you. Waganga, they are competing with you. Waislamu, they are competing with you. Freemason is competing with you. There is no limit, there is no space. Every space has been taken over. You have to struggle. And that is why the Bible says from the days of John the Baptist, the kingdom of heaven did what? Serve as favorites. And it is taken by what? By force. So, Catholic, they understand the principle. Wherever they go, they dominate. Lazima, they are the largest landowner in Kenya. Go any other country in the world, they are the largest landowner. And one thing Catholic they have, it is one thing. It is not a church. Catholic is not a church. It is a Catholic. Catholic is a government. It is the only church in the world that has an ambassador. Every country they are represented by ambassador. It is a country in a country. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must understand this. For you to understand, to know and to succeed in this world, it is not a matter of you becoming so religious. Don't be over religious. Catholics are not over religious. Wanakunyonga kamunyweso huko nenda unapata kamunyweso. They know what they are doing. They are controlling. Enda Karen. They have their ambassador. Enda pale nini? Hapa Pulimani. They have their own ambassador. Anapeleka makaratasi kwa president kama ambassador wale wengine na ni kanisa. Si ujijazie uone hapa kuna mchezo inachezagwa. Hallelujah. That is the mystery that was revealed to Peter. And that is why Peter told Jesus told Peter that whoever that has revealed to you, Peter's Vatican. That is where the revelation of what Peter was revealed to. So it is about you understanding right from your family. Right from your family. Ndio uwe free. Right from your family. Umeshikwa na minyororo mingi sana. Umeshikwa na wazazi ambao tulizikuta wakiwa wachawi. Our parents wote walikuwa wachawi.
never be cheated. Ati mama yangu nilimkuta alikuwa Mkristo sana. Hakuna. Mama yako na baba yako walikuwa wachawi. Kuka yako na shosi. Hao watu wote walikuwa wanaenda kwa waganga. Na 80s, 70s ya kina mama na 60s walikuwa wanaenda kwa waganga. Don't be cheated by anybody. Na sasa kama shosho yako alikuwa kwa mganga na ameweka kidhito kwa shamba yenu, you are operating under an altar ya uganga. Simusimame na miguu yenu. Najua ubaya yangu ni hiyo tu. Sihubiri venye be taught. Understand the word. Don't run for miracles. Stop these miracle things. You must have a father. Bwana Yesu asifiwe sana. And before you become a father, I become your father here, I will want to ask you, which church were you from? Which church were you before you came here? Which church were you dedicated by your own mother? Wakati ulizaliwa, kuna kanisa ulipelekwa? That is where you are dedicated. That is where you belong. You don't belong here. There's no blessings utapata hapa. You belong where you are dedicated. Until you go back, kama ulidedicate your Anglican, Independent, Protestant, whatever church you are dedicated by your mother, that is where kitovu chako kiko cha uokovu. So kule kwingine utatangatanga and nothing will befall you. Ndio unaona tuko wa Kristo but we are suffering. Makanisa za kidini tunasema ni za kidini, zinaendelea kujenga mashule, zinaendelea kujenga manyumba za kanisa. Kanisa kama hii sasa tuko tunajiita sisi ni Miracle Church, lakini tunakaa kwa nyumba ya mkoboro. Wale ambao tunaita ni makanisa ya nini? Ya dunia ya kidini. Wanajenga nyumba shuba mzuri, unaja tu usikie harambee. Wanafanya